Tukiwa tunasherehekea kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, si kuweka yale maulid peke yake, kusoma milango ya barazanji peke yake, ama kula pilau na biriani na vitu kama hivyo. Haishi hapo, kuna mafunzo ndani yake. Yani kuna kitu ambacho tunabidi tuondoke nacho kiroho, sio tu kimatumbo peke yake, bali kiroho tuondoke na funzo ambalo litabaki kwenye maisha yetu, mioyoni mwetu, iwe ndio mfumo wa maisha yetu katika Uislamu. Tunasoma kupitia yeye mwenyewe, kupitia wanaomzunguka, kupitia harakati zake, na kupitia namna gani uyatima ulivyomfanya awe vile alivyo. Na hivi ndivyo shekhe ambavyo anatudadavulia leo. Namba ya kuwasiliana pamoja nasi ni alama ya kujumlisha 255 766 669 Karibuni sana kuchangia ama kupiga simu ama kuuliza swali. Naam Sheikh, ulituambia pale kwamba madamu tunaingia kwenye mazazi ya Bwana Mtume na kumwadhimisha katika mwezi huu mzima, na wakati mwingine hata mwezi unaofuata tunamwadhimisha Bwana Mtume kufanya maulidi, na tunaweka visomo mbalimbali ikiwemo milango mbalimbali ya barazanji, tunamsifu pale, tunapata furaha za mioyo na vile vile tunapata furaha za matumbo. Lakini haishi hapo, inabidi pia kuna funzo la ndani kabisa ambalo tunabidi tubaki nalo baada ya kwamba vyakula matumboni vitakuwa vimeondoka. Na zile furaha tulizokuwa nazo siku ile ya maulidi pia zimeyoma, lakini kuna jambo ambalo inabidi libakie, ambalo ndilo somo la sira ya maisha ya Mtume. Karibu sana. Asante. Kwa hiyo ndio kama hivyo nilivyosema. Kwa hiyo hata kuna baadhi ya madhahibu ya Kiislamu ambayo yanapinga sana. Na yajua sisi Waislamu. Wakristo wapate kujua kwamba, maana yake kuna baadhi ya Wakristo, kuna baadhi ya watu wakiona itikadi fulani hivyo wanaogopa kuingia katika Uislamu. Ndio. Ili tuwaweke wazi tu, kwa sababu wapate kujua kwamba Wakristo wenyewe wana madhehebu mbalimbali. Kuna sijui Roman Catholic, sijui kuna Lutherani, sijui kuna wa Thessalonike, sijui kuna Sabato, sijui kuna wako wengi. Kuna madhehebu mbalimbali. Kuna wakata shauri wengine wanaitwa. Kuna madhehebu mbalimbali. Hata Waislamu pia wachukulie hivyo hivyo. Wakristo tuone pia, wasione Waislamu pia ni kitu kimoja tu. Muislamu pia kuna madhehebu mbalimbali. Kuna madhehebu au kuna sijui wanajiita Ansari Sunna, Mawahabi. Kuna sijui wanajiita Jimara Salafu Saleh, sijui kuna Sunni wal Jamaa. Au Mawahabi wenyewe wamejiwekea majina mengi. Kuna majina mengi wenyewe tu kwanza kigawanyo chao. Kuna sijui Naqshbandia, sijui kuna kadha, kuna Sunni sijui wal Jamaa, kuna Shia Ithna Asharia, kuna Shia Ismailia, kuna kwa hiyo kuna vigawanyo vingi. Kuna mabohora sijui kama nao pia wanaingia katika vigawanyo hivi vya Waislamu, pia ni katika Waislamu. Unaona? Kwa sababu huwa wanaenda hija na wanaenda ziara. Asante. Kwa hiyo ni Waislamu, ni Islam. Na ndio maana tunawaambia hata wale wanaopingaga Mashia kwamba Mashia ni Waislamu. Wale wanaokafirisha kikundi Mashia katika kikundi cha Waislamu. Wasiwakafirishe Mashia kwa sababu ni Waislamu. Na sababu dalili kubwa ya kuonyesha wenyewe ni Waislamu, mbona wanakwenda kuhiji? Wangekuwa si Waislamu wasingeruhusiwa kufanyaje? Kwenda kuhiji. Lakini Waislamu Mashia wanahiji pale. Wanasoma Jaushan Kabir pale, wanasoma sijui tawasuli pale, wanasoma nini? Kila kitu. Wapo. Kwa hiyo wawakubali kama Waislamu wengine. Sawa. Kwa Kristo pia wakubali, wajue kwamba wale ambao wanapinga maulidi, wanakataa nini, ni katika matabaka tu Waislamu ambao wengine hawajitambui huenda vizuri. Itikadi ambazo sio sahihi sana. Kwa hiyo wasiuogope Uislamu. Wakadhania Uislamu ni dini ya kujilipua na mabomu. Si kwenda kuvaa mabomu tu unaenda Uislamu kuhalalisha kuwaua wengine. Mtume ni rehema kwa walimwengu. Sasa Mtume Muhammad alikuwa ni rehema kwa ulimwengu. Na tukisema ulimwengu ina maana kubwa. Sio kuishia tu dunia. Dunia kwa kizungu wanaita earth, si ndio? Dunia. Lakini kuna universal. Ulimwengu ule mkubwa. Sasa yeye Mtume Muhammad hajaishia dunia tu hichi. Kuna ulimwengu nyingi sana. Ambazo kuna sayari nyingine kubwa nyingi zaidi. Ambazo zingine tunazijua. Si tumeishia kwenye hizo sayari 9 sijui ni ngapi ambazo tunazijua na damu.
lakini kuna zipo nyingi 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 kupita kiasi, Bado na kuna viumbe wa Mwenyezi Mungu wanaishi. Sawa, Kwa hiyo Mtume Muhammad ni rehema kote kule. Sawa sawa. Kwa hiyo hakuishia tu kwamba yeye ni mtu wa kupigiwa maulidi basi hivyo. Yeye ni rehema na ana mafundisho makubwa kupita kiasi. Sawa sawa. Kwa ndugu zetu mawahabi wasikatae kusherehekea maulidi. Kwa sababu ukiangalia mara nyingi tunasema kuwa mara nyingi ndugu zetu wanaenda kusoma sana Saudia. Unapoenda kusoma Saudia, pale Saudia kuna mfalme. Sawa sawa. Kuna mfalme. Kama ulishashuhudia katika kuna mazazi ya mfalme. Watu kuna siku unakuaga hamna kazi, hamna nini. Watu wanasherehekea, wakiwemo wa mawahabi wako wanasherehekea kukata keki ya mfalme. Sasa kama unakata keki ya mfalme ndugu yangu, unasherehekea kwa nini ya mtume wako ambao ni mbora aliyofanya wewe ukapatikana duniani? Kwa nini usisherehekee? Anapinga tena anapinga, anafanya tabligh mahsusi kupinga hicho. Yaani anaweza akatumia mwaka mzima kufanya dawa kuzunguka miji na vijiji kwa ajili ya maulidi, kwa ajili ya kupinga tu. Acha kufanya kazi, kufanya kibarua, kufanya nini Waislamu hali ziendelee, somesha watoto, kufanya kazi upate pesa kwa kusomesha watoto Waislamu. Pia tufungue shule za Kiislamu, tufungue hospitali za Kiislamu kwa sababu tuna matatizo, akina mama wanaenda kuzalishwa na wanaume, kina vitu kama hivyo. Tusome sisi, tufanyaje? Tukanani? Tusaidie jamii, sio kwenda kupiga vita sijui mtume alizaliwa hivi, mara haitaki kupiga dufu, mara hivi. Ni vitu ambavyo kwa kweli havina mashiko, haviingia akilini. Kwa hiyo mtume, bali hata wa Kristo kuna siku ya kuzaliwa nani? Yesu, wanasherehekea. Wanasherehekea. Wanafurahi. Tunaangalia katika maandiko ya Biblia, wenyewe japokuwa wanasema ni mwezi wa 12 tarehe 25. Kwa nadharia zao tabaan, nadharia zetu sio Waislamu watukubali kwa sababu hiyo tarehe ni tofauti na kuzaliwa kwa tofauti kabisa. Ukiangalia katika maandiko ya Yeremia katika Agano la Kale, hiyo ni siku ya kuzaliwa mfungwa wa Babeli, alikuwa anaitwa Yehoyakini. Kaangalia katika 34 katika Yeremia Agano la Kale. Kwa hiyo ala kuli hali hiyo tuzungumzie. Kwa hiyo ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni rehema. Kwa hivyo ni rehema kwa walimwengu. Kila kiumbe ni rehema kwa ajili ya kuzaliwa kwake kumesaidia mambo mengi. Sawa sawa. Unaona? Lakini vile vile huyu mtume tunaona sasa anazaliwa bila anakosa baba. Anakosa baba. Ndugu zetu wanapigaga ishkali sana wa Kristo. Wao mtume wao bwana ana baba na mama. Wakwetu ana baba. Baba yake ndio alikuwepo lakini alikufa. Ndio. Wakwetu ana baba. Yaani masuala ya kila mtu na yake ya kuzaliwa. Sio kana kwamba Yesu amezaliwa bila baba. Kwa hiyo ndo aje kuwa Mungu au aje kuwa labda ndio mtume, wengine wote sio mitume. Wengine sio mitume. Hapana, Bwana Adamu alayhi salamu hana baba wala mama. Kwa nini? Watuzungumzie Yesu ndio angetakiwa awe Mungu basi. Mama yake kwanza si ana baba na mama. Unaona? Mama yake Yesu. Ndio hivyo Sheikh. Sasa huyu mtume alizaliwa akakuta babake ameshafariki. Na sisi tunaangalia sasa. Hiyo ni miongoni mwa mitihani ambao wanaipata mitume. Amezaliwa hajampata baba. Kwa hiyo ni yatima yule. Ndio. Tunaangalia sisi mtu anapozaliwa, anapokosa mzazi mmoja kuna athari gani? Kuna athari zinapatikana sana. Baba ndio muhimili wa kila kitu. Sawa sawa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kwamba mwanaume ndio msimamizi wa mwanamke. Mwanaume ndio kila kitu. Mwanaume huyu yeye ndio hata katika masomo ya shule tunasema, wanasemaga ni head of family, sijui ndio kichwa cha familia. Kichwa cha familia. Si ndio? Yeye ndio kichwa cha familia. Alafu mama ndio baada ya nani? Ya baba. Sasa baba anapoondoka inakuwa ni kizaazaa. Ni kweli. Inakuwa ni kizaazaa. Malezi ya mtoto yanahitajika pande hizi mbili. Kwa sababu baba anapoondoka, angalia familia ambayo wamempoteza mzazi wa kiume. Kuna athari kubwa sana. Kuna athari kubwa kupita kiasi. Wanajaribu kulinganisha kwamba ni uti wa mgongo wa familia. Asante. Kuna athari kubwa. Tunaona. Mimi nilikuwa naongea na mama fulani juzi. Anaelezea kuhusiana na matatizo ambayo yanapatikana katika familia yake kutokana na mzazi wa kiume ameondoka. Watoto hawamsikilizi. Watoto wengine wamekuja kuwa machokora, kuwa vuta bangi, hawasikii la mama. Yaani kutokana na
ule upande wa mwanaume ulikuwa una nafasi pale. Ndio, ni kweli. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kwamba mwanaume huyo ni msimamizi. Sawa sawa. Na wala sio kana kwamba Uislamu unapomweka mwanaume au kipaumbele au nani msimamizi ni kwamba amewadhoofisha wanawake. Hapana. Hapana, wanawake pia wana daraja lao. Maana sasa hivi ukiangalia kuna mashirika ya haki sawa. Ndio. Na wakina mama wanafanya ishtibaha sana, wanakosea sana, walio wengi. Kufanya kwamba wanatafuta haki sawa kwamba walingane na mwanamume. Ni vitu ambavyo haviendi sawa. Kila mtu ana section yake. Sawa. Kila mtu ana nafasi yake. Na wanaenda wanakosea sana wanadamu haswa ambao wengine wanatambua dini lakini nadharia za kimagharibi zimewagubika, zimewajaa kwamba Uislamu unambana mwanamke. Ni kitu ambacho sio sahihi. Bali Uislamu, wakumbuka tulizungumzia kipengele kimoja katika aya kwamba Waarabu walikuwa, bali dini zingine walikuwa wanazika watoto wakiwa hai, watoto wa kike. Uislamu kaja kumwokoa mtoto wa kike. Ndio. Sasa leo vipi tunakuwa tuna mtoto wa kike anadidimizwa na Uislamu? Unajua kuna nadharia tofauti wanaposema kumbana mwanamke. Wanaposema kumbana mwanamke wanakusudia wakati mwingine ule uvaji wa hijabu. Asante. Kwamba kwa nini wanaume wanavaa hivi alafu walazimisha wanawake kuvaa hijabu. Yaani wanaona kwamba wanaume tuko na uhuru wa kuvaa chochote tutakacho. Tunaweza kuacha kichwa wazi na bila kufunika, tunavaa mavazi wakati mwingine mikono mifupi lakini wanawake hawana hiyo ruhusa. Wanasema kwamba mnawabana. Na kuna nadharia nyingine ni kwamba inapofika kwenye kuswalisha kwamba mwanamke kwa nini asiruhusiwe kuswalisha? Anaruhusiwa mwanaume peke yake. Wana nadharia mbalimbali kiasi kwamba wamezizalisha mpaka mwanamke akubali kuona kwamba kweli nimedhulumiwa katika Uislamu. Ni vitu ambavyo Mungu alishaviweka. Ndugu mtazamaji, lau akifuatilia vizuri katika Uislamu vizuri, bali hata katika dini zilizotangulia, atakuja kupata kwamba ile Uislamu haujambana mwanamke. Mfano, mwanamke ndo awe imamu. Mwanamke awe imamu. Anapokuwa imamu, wakina mama si wana ada zao. Vipi hali mazingira yanapoharibika inakuaje? Sasa. Inakuaje pale? Yeye ni imamu. Kuna mambo mengi ambayo Shekhe, tukijaribu kuangalia wa magharibi wenyewe miaka tunasema miongo 10 iliyopita, unaangalia Europa, Uingereza yenyewe, unakuta mavazi ya wanawake ni haya ya Kiislamu. Asante. Tofauti iko kidogo tu, labda ufunikaji wa nywele, labda wao walikuwa wafuniki sana na nini. Lakini tunaona kabisa ziko filamu, ziko hizi bunilizi za kale, tunaona kabisa wanawake jinsi walivyokuwa wanavaa, wanajistiri, wanavaa kabisa. Asante. Na inapofika kwenye uongozi, tuna movie nyingi tu za zamani tukitizama, tunaona kabisa hata hizo za Yesu, hata shule walikuwa waruhusiwi kuingia. Uchaguzi walikuwa waruhusiwi kupiga kura mwanamke. Katika Marekani na Uingereza walikuwa waruhusiwi wanawake kushiriki uchaguzi. Mpaka baadaye Uislamu ulipoonyesha nadharia yake kuhusiana na mwanamke, wakaona inabidi tulete nadharia yetu ili tuonekane sisi. Kwa hiyo mambo yako hivyo, chef. Bali kuna baadhi ya mavazi hayaruhusiwi hata kuingia bungeni, na bunge ni masuala sio ya kimungu yale. Ni masuala ya kidunia. Ni kweli. Masuala ya uongozi ambao sio uongozi wa kimungu tunakusudia. Yaani uongozi ambao watu wamepanga kivyao ili kuendesha maisha. Ni kweli. Unaona? Kuna mavazi hata pale mwanamke hayaruhusiwi kuingia kule. Kutokana uwezi. Ila tunasikitika sana katika makanisa, wengine wanaenda na nguo ziko shoti, zinaruka miguuni. Lakini ukiangalia hata katika mafundisho yao mavazi hayo hayaruhusiwi. Mavazi kama yale. Kwa hiyo Uislamu haujambana mwanamke. Mwanamke ana heshima yake. Wewe unavovaa hijabu vizuri, mwili wako wewe ni tofauti, mwili wa mwanamke ni tofauti na mwanaume. Sasa. Naona? Ni tofauti na mwanaume. Kwa hiyo unapojisitiri, hauwezi kuja kupunguziwa heshima yako mwanaume kuja kukuita mara hivi kichochoroni akakuburuta akafanya vitu kama hivyo. Hawezi. Ukivaa hijabu yako, umevaa vizuri, umepita, naye masomo sio kana kwamba yatakata hata ukienda chuo. Ndio.
Unaweza binti akawa amepanda kuanzia darasa la kwanza ameenda paka darasa la 7 anavaa vizuri, akaenda form 4 kidogo anaanza kubadilika. Kama sketi ilikuwa iko chini inaanza kupanda. Kila anapokwenda sketi inapanda. Sketi inapanda. Na mikono vile vile inaendelea kuachiwa. Na huku pia inaachiwa paka kitambaa kinatupwa. Sawa. Wanachuo tunawaona kwamba walio wengi hawavai. Na akionekana mtu amevaa hijabu anaonekana kwamba ni mshamba. Sasa wewe kama unavaa kishoti kinguo ambacho kimeraruka, siku hizo wametengeneza na suruali pia wanaziterarua tena na viwembe huku na mistari imeonyesha miguu. Umetengeneza suruali alafu tena unaitoboa. Utasema miliona panya vile imeweka kama nani viringo. Na wanaona ni fashion hiyo. Ni fashion Wakina wazee wetu tulivyokuwa naambiwa walikuwa wanavaa magome, wanavaa nini wanajifunga. Ilikuwa hawana hizo nguo, ungekuwa nazo angevaa vizuri. Ndio sawa. Naona sasa kipindi hichi ambacho ni cha utandawazi, watu wana mavazi vizuri, kwa nini uvae kama watu wa zamani? Baada ya kwamba tushastaarabika. Kwa hiyo mwanamume ana nafasi yake na wale watu ambao wanadai haki sawa. Kuna mashirika mbalimbali ya umma adai haki sawa, mwanamke kuna kauli yao wanasemaga kwamba mkituwezesha tunaweza. Kwamba mwanamke akiwezeshwa anafanyaje? Anaweza. Ndio haki sawa. Hiyo mkiwezesha hata sisi tunaweza, tunafanya nini? Ndio sasa kama ukiwezeshwa unaweza. Uwezeshwaji nao unataka haki sawa. Unataka uwezeshwe na nani? Uwezeshwa wakati ni muhimili unataka haki sawa na mwanaume. Uweza mwenyewe. Ndio. Ukiwezeshwa kivipi? Uwezeshwa na huyu mwanaume tena, alafu ndo uweze. Wala sasa tukiwezeshwa tunaweza. Maneno anatangaa sana Unaona bwana tukiwezeshwa tunaweza. Uwezeshwa na nani wakati naona weza mwenyewe? Nipita mbele. Weza. Weza, usitake kuwezeshwa, maana ukitaka kuwezeshwa basi haki sawa hakuna hapo. Ndio. Haki sawa hakuna. Na sio hao wanasayansi wa kike wenyewe wanathibitisha, wanafika pale wanasema nyinyi ingawaje mwanamke huyo sema tu kwa sababu hizi klipu si pala pake tungekuwa tunazirusha. Wanakuja wanasema nyinyi hao wanaume ambao mnawataka muwe sawa nao, miundo mbinu yote ukitizama ni wanaume. Uvumbuzi mwingi wa kisayansi ni hao wanaume. Sisi tumekuja baadaye, ingawaje sasa hivi wanakuja wanawake katika mambo ya nini, lakini ni baada ya wanaume kwamba wameshafanya zahama kubwa kupita kiasi. Majengo, miundombinu, sijui mauvumbuzi makubwa, yote haya ni wanaume. Alafu leo unakuja unataka kusema eti wanaume wanatubinya sisi wakati tunanufaika na vitu ambavyo wamevumbua. Ni kitu ambacho sio sawa. Ni mwanamke anazungumza hii kwa wanawake wenzao. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio sawa. Uislamu ulivyoweka haki, Uislamu pia una haki sawa. Haki sawa sio kana kwamba mimi nivae suruali na wewe uvae suruali. Mwanamke avae suruali. Sio kana kwamba mimi nivae kofia na yeye avae kofia. Hiyo sio haki sawa. Kila mtu wanasema likulli maqam maqal. Kila sehemu ina mzungumzaji wake. Kila sehemu ina nafasi yake. Sawa. Unaona, uwe nafasi yako ni kama mama, mavazi yako ni haya. Una haki zako, una heshima yako. Wewe baba pia, kila mtu ana haki zake. Na haki tukiangalia katika definition ya haki. Haki sio kana kwamba sawa mimi nikipata 5 na wewe upate sawa 5. Huyu akipata 4 na wewe upate 4. Sasa mimi na wewe ndugu yangu tumeenda kufanya kibarua. Kibarua tunaambiwa tuingie saa 2 kamili. Wao umekuja saa 3 au saa 4. Kazi umekuta tumeshaendelea. Itakuwaje mshahara tulipo wote sawa? Ndio. Msawati hamna pale. Ukinilipa mimi sawa na yule alikuja saa 3 unakuwa umenidhulumu. Kama tulikuwa unalipwa 5 wewe itabidi uchukue 4 au 3 kwa sababu ulichelewa. Kwa hiyo wenyewe wanataka haki sawa. Kuna uadilifu. Inaitwaga uadilifu. Na uadilifu ni kumpa kila mtu kumpa haki yake. Anastahili. Huo ndio uadilifu. Waseme bwana uadilifu kama Waislamu wafanye uadilifu. Kama tufanye uadilifu sasa hapa kukadhia nyingine, lakini sio haki sawa. Sawa. Haki sawa iende hivyo. Kwa sababu usawa, mwanamke anachukua ujauzito ni mama. Vipi kuhusiana na hilo? Na mwanaume kuna unataka na yeye awe na hiyo haki? Haiwezekani. Haiwezekani. Ni kitu ambacho Mungu ameshapangilia. Kwa hiyo wale watu wa haki sawa waangalie. Uislamu haujaje kumbana mwanamke. Wao kwa nini mwanaume anaoa wake 4? Nini hiyo? Mungu ameshazungumzia katika Qur'ani, ana maana yake. Na wewe ulitaka uolewe na wanaume 4? Utaweza? Haitowezekana kitu kama hicho. Na hata kama ufanye hivyo, haya mtoto atajulikana ni wa nani?
Manake wake wanne, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, baba ni huyu mmoja, watoto wajulikane wa baba mmoja. Haya, we mke mmoja, wanaume wanne, huyu mtoto atakuwa ni wa huyu, wa huyu, wa huyu. Ni kweli ni ngumu. Kwa hiyo haiwezekani. Kwa hiyo haki zipo katika dini ya Kiislamu. Lau watu watafuatilia vizuri kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani, na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam vizuri, wataona mafundisho. Kuna haki, ukisoma kile kitabu ambayo ni kinanasibisha na Imam Zainul Abidin, wanazungumza kuna haki ambazo ni haki. Kuna haki ya mwanadamu, kuna haki paka ya wanyama, kuna haki ya nini. Kuna kitabu kinazungumzia hizi hukuku. Ndio. Kila kitu na haki yake. Uislamu hujabakiza. Ni ile Risalatul Huquq ya Zainul Abidin. Risalatul Huquq. Wakisoma kuna haki ya kila kitu. Uislamu hujabakiza. Hujabakiza kitu. Tuna dakika 2 Sheikh, kama utaweza kukusanya tufike kwenye nukta ili kipindi kijacho Kwa hiyo hizo ndo haki ambazo mwanadamu ambazo anazikimbilia, ambazo hazistahiki azikimbilie. Wakina mama tunaambia waachane na tamaa za dunia, waangalie zile haki ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezizungumza, bali wanaume wakiwa wanaenda kinyume na haki hizo wawarudishe wenyewe, waambiwa kuna haki ya Mungu ni hizi hapa, na wala Uislamu haujaja kumbana mwanamke. Kwa hiyo sasa kukumalizia ni kwamba Mtume Muhammad akawa amezaliwa bila baba, akawa amekuta baba yake ameshafariki. Ikabidi mama yake ndio amlelee mtoto mwenyewe. Lakini baada ya hapo mama yake ilibidi amchukue mtoto yule ampeleke akanyonyeshwa. Wenzetu wana tamaduni fulani, mtoto kama amezaliwa ni hapa mjini, anampeleka vijijini kule akalelewe, akajua tamaduni, akajue nini, akajua lugha fasihi. Maana zile fasihi kijijini hazipotei sana. Kama mjini tunabadilisha tu mambo, vipi, sijui nini, vitu vingi tunabadilisha. Kwa ile lugha mama asili inabakia kule vijijini, asili ndako. Kwa hiyo akapelekwa kule kwa mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Halimatu Saadia. Akaenda kunyonya kule, akawa ananyonyeshwa na yule mama. Lakini kwa yule mama vile vile kulitokea miujiza mikubwa. Alikuwa na kimbuzi ambacho hakitoi maziwa. Baada ya Mtume mambo yakawa ni mazuri. Mifugo ikawa inatoa nani. Lakini mwisho wa siku vile vile ikafikia Mtume Muhammad ameleleka kule mpaka akafikisha miaka 5. Baada ya kufika miaka 5 ndio pale mama yake akaja kumchukua. Akaja kumchukua ili arudi aendelee kuishi naye. Naam. Sheikh, nashukuru kwa leo, maana tutapata fursa nyingine kwenye kipindi kijacho. Tutakuja kuendeleza hapo, maana ni kwenye nukta muhimu. Unataka utueleze ni namna gani Mtume alipitia maisha ya mtihani katika lakini pamoja na kwamba kulikuwa na mitihani, lakini kulikuwa kuna neema katika mazingira yanayomzunguka na watu walio pamoja naye. Shukrani sana wale. Naam, wapenzi watazamaji ambao mmetufuatilia kuanzia mwanzo kabisa wa kipindi mpaka hapa tulipo, niseme asanteni sana na shukrani za dhati ziwaendee nyinyi nyote ambao mmekuwa pamoja nasi kuanzia hapo mwanzo mpaka hivi sasa. Niwakaribisha kwenye kipindi kijacho tukiwa tunazungumzia maisha haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuchoka, na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.